Huyu msanii Chief Kiumbe, Mungu amrehemu, alifariki. Mliwahi kufanya naye kazi ama kushirikiana naye? Msanii gani? Alikuwa si msanii, yani kama anasimamia wasanii. Alikuwa anafahamika kama Chief Kiumbe. Wakati wake alipoingia Mombasa aliwabeba wasanii wengi na kuwa promote. Chief niliwahi kupatana naye nyakati hizo alikuwa jina kubwa, alikuwa promoter mkubwa sana. Tulikuwa naye, lakini katika ile harakati ya kufanya muziki pia alikuwa na mipango ya kutuchukua kama mimi na Sharama, alikuwa ametueleza hilo jambo. Ila ikaja time akaja akapotea, akapoteza mawasiliano nini, kila kitu ikapotea. So nilisikia tu msanii wa mwisho ilikuwa naye, ilikuwa ni Kiuchila. Alafu basi, lakini namjua personally, ana kwa ana tumekuwa tunaongea mashow, akileta wasanii wa bongo kule Mombasani tulikuwa tunakaa chini. Okay, sasa nataka, kuna taarifa ziko katika mitandao ya kwamba msanii Cannibal amethibitisha ya kuwa sababu ambayo hivi sasa amejiunga na muziki wa Injili ni kutokana, kuna kipindi fulani alikuwa hayuko sawa katika akili, yani kwamba wewe ulikorogeka na sababu ilikuwa kuna wakati fulani ulijiunga na hili jambo ambalo kwa sasa hivi sheshegi mkubwa mjini, Illuminati, ya kwamba nguvu za kiza. Naomba tuanze hii hadithi tu kutoka pale mwanzo. Ilikuwaje, na kama ulijiunga na hawa jamaa kwa kukusudia ama hukujua mwenyewe? Okay, kwanza kabisa nataka kusema mimi sikujiunga na watu wa Illuminati. Vipi? Kwa sababu nilipokea tu offer, na hii offer sikuichukua, nilikataa. Alafu kwa sababu ya nyuma yale nilikuwa nimepitia, nafikiri kila mtu anajua hii story kwa sababu nimesema mara mingi. Kuna msanii ambaye alikuja nchini kwetu kama msanii, lakini ilikuwa kumbe si msanii, ilikuwa kuna vile ana lengo lake. Unaona, ana malengo yake na kutoka Ulaya, watu kutoka hapa East Africa. Unaona, so kama mimi, unaona, mwanapwani tunapenda watu, tukamkaribisha vizuri nini, ikakuwa ndo vile. Lakini kumbe yeye alikuwa amekuja kwa mambo mengine makubwa ambayo sikuwa nadhania itakuwa hivyo. So kama mnavyojua, nyota zinaibiwa na mtu anaweza ishi na nyota ya mtu, na ni mambo ya kiroho ambayo huwezi elewa unless uwe pia kiroho. Lakini sasa ni roho gani iko nyuma ya hiyo kitu? Ilianzaje? Alihitaji nini? Ama katika kule kuwakaribisha bila nyinyi kujua, aliitisha kitu gani na gani? Alikuwa mlianzaje mpaka? Okay, alikuja akatulia mitaa fulani, akawa anaulizia wale jamaa wameimba Street Hustler wako wapi. Akaambia kuna mmoja wao anakaa hapa karibu. Unaona, kwenda kupelekwa. Sharama alikuwa ndio anakaa hapo karibu na Sharama akamsikiza, wakapiga story. Akamwambia basi haina shida, kama wewe msanii sasa hivi tuko kwenye tour, acha twende, nitakujulisha na ndugu yangu Cannibal, alafu tutaona vipi tunaweza kupiga shughuli pamoja. Basi ikakuwa sawa. Mara wakaja. Unaona, baada ya siku kadhaa walipokuja, basi poa, msanii mwenyewe ndo huyu, unaje? Nikaona sawa, itakuwa ni advantage. Unaona, so umweka kwenye orodha katika ile kuenda kupiga mashow hapa pale. Kumbe yeye akawa anaangalia. Unaona, na akawa ananiambia, bana, natamani kile ulicho nacho sana, natamani kile ulicho nacho. Nini hicho ulicho nacho bro? Nyota? Ni kama hivyo. Sasa mimi pia nilikuwa sielewi. Unaona, lakini sasa nilikuwa nashindwa nafikiri ni hiyo talanta. Unajua kuna watu wana talanta na kuna watu wana kipaji. Kwa hivyo, so hizo ni vitu vile. Aliposema natamani ikaanzaje? Aliposema natamani, so siku zikapita, mara kaanza kuniambia, unajua mimi huaga na peperukaga. Unaona, mambo ya kustaajabisha. Mimi anapeperuka, mimi ana fly yani. Unaona, so ile kunitayarisha tu, kunipima, kuniangalia huyu jamaa namna gani vipi. Unaona, so ikafika siku tukamwambia, bana, kila siku unasema hizi vitu, leo tuambie, hebu tunataka tuvione, wacha tatu ukutuambia, tunataka tuvione, tuletee leo hapa tuone. Unaona, kila kitu. Akasema basi poa, zima taa, lete shuka safi. Kaletoa shuka safi, akajipiga shuka safi. Unaona, kujipiga ile shuka safi, akatamka maneno yake fulani. Nakumbuka? Sikumbuki. Okay.
alafu ukaja upepo mkali tukiwa kwenye giza saa 8 kama movie ya Nigeria, kama movie ya Nigeria. Hii ilikuwa kitu nini? Basi upepo ukaja mkali ukapiga, mara nikaona akafanya kitu kama hivi. Alivorudi sauti ikawa imebadilika yake. Yeye mwenyewe ameenda, sasa vitu vimemkuja vimemvaa, unaona. So alivyofanya vile vitendo, akaanza tu na mimi maneno yake ya kwanza, we kijana mbona uko mbali, songea hapa karibu, unaona. Mimi kusongea, akawa anaongea mambo mengi pale, lakini sasa kutoka hiyo siku mambo hayajakuwa sawa. Unaona, mambo hayajakuwa sawa kwako wewe sasa. Mambo hayakuwa sawa hiyo muda, unaona, hiyo muda. Sana sana mimi nataka kusema watu kwa vijana ambao wanachipuka kwa muziki, wenye talanta mbalimbali. Unajua shetani anatafuta, akikutafuta, kama anakutafuta basi wewe una kitu, unaona. Ndio. Atafuti mtu hivi hivi ambaye hana kitu, kwa sababu ule ufalme wao lazima wewe wanaweza kukutumia kidesign fulani. Ndio. Either una influence kwa watu, either una kipaji fulani wanataka, ama kuna kitu. Na alafu sana sana wanataka vijana. Wewe unaweza ona tu mtoto asikii. Maishani umezaa mtoto lakini mara hivi ni rogo nini, unamtukana kile na maneno. Lakini wewe ujue Mungu ameweka kitu ndani yake. Sasa shetani anamziba, anamkoroga ili zile vitu zisije kujulikana. Zuia hapo. Kuna baadhi ya vitu nasikia, kwa sababu nataka hili, unajua tukifunguka hivi kule watu nje wale chipukizi wanaokuja utapata kufahamu kabisa, na kujua kama mambo yapo wanaweza kujizuia vipi. Kuna vitu wanaitisha kama kafara. Na tunaambiwa baadhi ya wasanii walitoa pia mama zao wakafariki ama wapendwa wao kwa ajili ya wao kupata nyota kubwa na kupata hela, na bado ilikuwa ni nguvu ya shetani. Je, upande wenu waliitisha kitu gani ama matakwa yenu ni gani? Juzi Magic Anga alisema kwamba walimtoboa, walimdunga kisu wakatoa damu. Upande wenu waliwalaghai kwa kitu gani? Kitu ambacho nataka kusema ni kwamba shetani akija hacheki na wewe, na hajakuja pale hata kunini. Kama hauna Mungu, hauna kinga yoyote, wewe umeenda, unaona. So uwezi kusema ati kama mimi sasa siwezi kusema hizi vitu kama sina Mungu. Ndio. Na wakati ule wanasema ukidhihirishia ulimwengu kwamba zipo nguvu za giza za shetani, basi wanaweza wakakumaliza, ukapatikana na masaibu. Na wasanii wa Marekani pia ati wanapitia wengi hali hiyo. Kabisa. Upande wenu ni kweli eti kwamba walikushurutisha unywe maji fulani? Ilikuja huyu jamaa, unaona, alikuwa anajaribu kuniingiza kwenye hizi vitu. So katika ile hali alikuwa ananipatia kama maji hivi, maji ya kunywa na kama vikeki vyeusi, mimi natafuna. Naona sasa katika hali ya kutoka, nilipokuwa natoka kwenye zile vitu, niko kwenye maombi, pastor ananiambia kuna vitu mtu alikuwa anakupatia. Lakini hivi vitu ni nyama za watu. Nyama ni vile vidonge. Vile vidonge vile. Ilikuwa ni nyama za watu. Ladha yake ilikuwa kama peremende kama? Iko flat. Wow. Haina ladha. Ukitafuna uko unasikiaje? Yaani uchungu tu. Hakuna kitu. Na yale maji? Uchungu tu. Yale maji ilikuwa ni maji ya kuosha maiti. Unaona. So kwangu mimi huu ni ushuhuda mkubwa. Yale maji yalikuwa ni maji ya kuosha maiti. Ulijuaje? Uliambiwa? Sasa unajua nimekwambia ni mambo ya kiroho. Lazima uwe na macho ya kiroho ndio uweze kuona. Sasa yule pasi alikuwa anaona, unaona. Alikuwa anaona, na pia zile vitu kwa nini alikuwa ananipa? Ili kuua ile nyota yangu, unaona. Kuua ile nyota yangu. Na baada ya pale wakati gani ulifika ukawa wakati mgumu zaidi kwako ukasema lazima ni chomoke kutoka kwa hii life? Uligundua vipi ukajinasua? So baada ya pale yale maombi, yule pastor kusema vile, ndio nikajua kwamba haya ni mashetani. Maana mimi nilikuwa nachukulia ni mshikaji tu, yani rafiki yetu, unaona. Lakini kumbe ikawa si mtu mwenye lengo zuri. Sasa nilivyojua haya ni mashetani, na yule pastor akaniambia nipe wiki 2, nitaomba na kufunga na atatoroka. Ataenda mwenyewe bila hata kumwambia. Na kama kweli wiki 2 zilikuwa nyingi, hazikuisha. Katika yale maombi ya kila siku, yule jamaa baada tulivyotoka tu pale alipiga simu, umefanya nini? Anatukana.
nitakuua, unaona. Mumefanya nini? Mambo mabaya tayari hapo ashajua na amejua vipi. Si binadamu, unaona. Kwa kuna vitu alikusumbua sana kutoka pale ulikuwa ni pepo, alikusumbua, alikufuatilia kusumbua. Niko chini ya mwamba, hawezi hata kuniona. Sasa hata akitafuta anioni. Ulifunguka baada ya miaka mingapi kuacha? Nilivyotoka pale nilikakaa, sikuokoka immediately. Unaona, sasa tuseme sasa hivi nina miaka 5. So kutangu nifunguke tuseme miaka 3. Wow, maisha yako vipi? Unahisi tofauti gani? Kila kitu nashukuru Mungu. Mungu ndio mlinzi wangu, Mungu ndio mtetezi wangu, kila jambo, kila kitu ninachofanya. Kwa hivyo sasa unaweza sema umeokoka, wewe ni mtu wa ibada. Mimi ni mtu wa ibada. Kwa hivyo Illuminati ipo. Unaambiaje wasanii wa sasa chipukizi ambao wao ndio wanatafuta Illuminati kwa sababu ya maisha mazuri? Illuminati ipo na shetani yupo, kwa sababu kama kuna Mungu kuna shetani. Kitu nitawaambia wasanii wa sasa ni kwamba mahali wanaenda kuimba ama hizi ngoma wanaimba, ni maroho gani yako nyuma yake? Ni nini kiko nyuma yake? Nini kimemtuma yeye aimbe hivyo kwenye anaimba? Kwa sababu kuna maroho katika kila jambo unalofanya. Unaona, kama si ya Mungu basi ni ya giza. Hiyo ni kwanza. Ya pili ni kwamba katika kila stage zile wanapanda, kila jukwaa wale mahali wanafanya, kuna maroho pia pale yanaabudu. Unaona, kwa sababu maisha ina revolve around kwa altars na covenants. So kila mahali kuna altar. Unaona, na kuna maroho kama vile kanisani, kama vile kwenye mosque. So kanisani si kuna malaika wanaabudu. Na kule kwenye maklabu, kwenye yale majukwaa, kuna mapepo pia yanaabudu. Na nasikia eti wakati wako nao unafanya zile kafara zao kama hiyo, kula vipande hivyo na maji yale, unapata hela nyingi, lakini ukiondoka maji yako inayayuka. Utapata hela ukishaingia pale, utapata hela, lakini hela sio kila kitu, sio. Utaanza kutoa watu, utaanza nini manake kutoka kwenye covenant ya maagano ya damu ni ngumu sana. Na maagano ya shetani ni ya damu. Lazima utamwaga damu. Muziki Injili nasema lini tunasubiri album? Muziki Injili sasa hivi kama kunusa miezi isiyopita miwili album nitakuwa nimeangusha. Na hii album nafikiri nyote mtapata kujua, nitapata kualika kwa sababu tutafanya launching. Haya, kauli yako ya mwisho kwa fans ndio tumalizie, tusome jumbe. Kauli yangu ya mwisho kwa mafans, watu wamregelee Mungu jamani, kwa sababu nyakati ni za mwisho na hakuna muda mwingine, ni sasa. Kama si sasa ni sasa hivi. Au vipi? Anafahamika kama Cannibal na amekuwa akituzungumzia kuhusiana na mziki wake, na sasa hivi anajiandaa anaimba wimbo za Injili. Alafu tusikie maneno wa Kikuyu wa jihadhari. Ustaji kabila bwana. Anasema Brian Shakura sema napongeza Nadia Mukami kwa ile show iko fire, watching from wapi Msambweni, loving the show, I'm lying in bed. Bila mtu tegemeo, na nilikuwa nafikiria mimi kuingia katika hao Illuminati nitafute pesa, lakini nimesikia kisa chake na sitafanya hivyo. Alafu nimeguswa sana na story ya Cannibal. Huyu anasema jamani, tumwogopeni Mungu, lakini kosa si kukosa. Alafu tumuombeeni jamani mwenzetu na wale wengine wote. Alafu na huyu anasema hakika leo tumethibitisha kama ni kweli hao jamaa wapo. Mwambieni Cannibal atoe wimbo huu unaitwa Jonathan. Haya, unatazama kipindi Kipi Sijaskia. Hii ni awamu ya kwanza, ilikuwa na Cannibal. Amelichapia story kidogo, lakini tunasubiri akitoa album yake ama wimbo wake mpya, basi tutakuja tuzungumze naye mengi ndani ya kipindi hiki. Shukrani sana bro kwa muda wako. Shukrani sana, asante sana. Haya, tunazama, tutakaporejea tuna nyingine kubwa. Leo tunaye mgeni wangu mwingine anaitwa Beatrice hapa. Atakuja kutuelezea pia changamoto anazopitia katika maisha yake. Yapo maumbili ambayo Mungu amembariki nayo. Atakuja kutufunguka zaidi katika kipindi Kipi Sijaskia. Usiondoke bwana, naitwa Ahmed Bahaj, ni cheche. Tunapiga mstari chini yake.